When you have pancreatic cancer, sugar levels zako ni mbaya. So mi sukari yangu will change. I live with my kids alone. Watoto wangu nikienda hosi na waachanga kwa nyumba. Hao watoto. Unajua na waachianga nini? Snacks ama mkate na maji hapo na watakula. Unajua hawaendangi hata choo nje. Na hiyo mlango hawezi fungulia mtu. Those are the only two people wenye nasikianga tu uchungu juu yao. Hawa watoto na waachanga kwa sababu unaona hivi venye niko. I lost friends. I lost family. The only person mwenye ananiongeleshanga is my dad. Kila mtu alininyamazia. Nakumbuka nilikuwa point. Nilikuwa nawaambia. Napiga nataka kuenda kwa mtu. Hawachukui simu zangu. Hata wale anti nilikuwa nimefikiria wananipenda. Hakuna mtu alikuwa anachukua simu zangu. So mimi naishi tu. Mimi and my kids. Hawa watoto wangu ukiwapata. Unaweza pata wakinichomoa sindano. Because they know. They know where my medications are. They know what I take at what time. Hao ni watoto wa 7 years na 5 years and they take care of me. 7 and 5. Nimekunywa dawa ya panya hata si mara moja. But the funniest part that is kufangi. I know how it feels to give up. Nimewahi kunywa hiyo dawa ya panya, nikangoja nikufe na nikajisikia tena kunaongewa. And kuna time nilimeza nikaanguka for 2 days bila kuamka. Watu wanasikia watoto wanalia kwa nyumba wakavunja dirisha. Ndio waingishe mtoto mmoja akuje afungue wakuje waangalie wakavunja mlango. I've been through so much. I go through so much, but all in all I thank God and I do smile every day. My name is Anjeri Kiromo. Natoka Kabati penye naishi saizi, Kabati Murang'a, but kwetu home ni Bungoma County. And I'm calling Bungoma County kwetu kwa sababu that's where my biological father is. I was raised by my aunt. My mom gave birth to me with a Luya. Now my dad, but wakaseparate. Akakuja akaniacha kwao home ni Murang'a Kiriaini. So huko Murang'a akaniacha nikiwa mdogo 5 years akaenda akaoleka tena. Then an aunt of mine akanichukua akanilea mpaka nikafika class 8. After class 8 akasema haziweza kuendelea kunilipia fee because things were tough. So akaniweka kwa gari akanipeleka kwenye mamangu alikuwa Limuru. So that's where I started staying with my mom. Na sasa kwenye alikuwa ameoleka. Now the husband ndiye sasa alikuwa anaitwa Kiromo. My aunt alichukua another birth certificate because I didn't have the other certificate from Bungoma. So akaniname na jina hiyo ya Kiromo, Anjeri. So Anjeri ni mama ya mamangu. So after nimeenda huko, that's when I started having problems. And as for now, I'm a mother of 2 kids, a single mother of 2 kids, a boy and a girl, Alisa Wamboi and Princeton Wamili. Alisa is 7 years and Princeton is 5 years. Hao watoto naishi na wao peke yao. Na watoto ndio wanani support, hao watoto ndio wananitekia care. Na nikisema about kunitekia care, na maanisha hao watoto ndio wamekuwa yani ni kama ndio wamekuwa kama nurses wangu because I've been sick for 8 years since 2018. When I went to Kenare, that is Limuru where my mom had remarried, tukaanza kuishi huko. The man, now Kiromo, used to abuse me. Not once, not twice. A lot of times because my mom ni wale watu wenye hawakuanga mostly of the time hawakuanga home. Ni wale watu wanaenda chama, gubato, those things. So huyo mwanaume alikuwa ananitekea advantage. I was in pain lakini singesema because my mom alikuwa very harsh on me. I don't know what my dad did to my mom but alikuwa na anger. A lot of pain. Akiniona hivi anaona my dad. Akiniona hivi anaona my dad but hangeniambia but nilikuwa naona akona chuki sana na mimi. I was mistreated but nilifanya everything yenye walikuwa nahitaji but still nilikuwa na receive beatings. Hata wale watu walikuwa wanaishi hapo around, they knew everything. They knew what I was going through.
Mimi ningeenda hata kwa msitu kutafuta kuni, ningeenda kuchota maji kwa mto. And then hapo kwa mto kuna one person mwenye sisahaulingi, kuna Mukurino. I hate Wakurino sana kwanza. Kuna Mukurino aliishi kunirape hapo. Huyo Mukurino nasikia saa hii life yake iliharibika. Huyo mwanaume pia alikuwa ananingojea hapo every day. Na mamangu alikuwa na make sure ananituma hizo masaa za jioni. After nimeshinda kwa shamba nikilima, ananituma hiyo jioni ndio niende nikachote maji. I was going through so much, lakini singe explainia anybody. Sikuwa allowed kuenda kukua na friends. Sikuwa allowed. Kama ni friends, ni watu wenye tutaendanisha na wao kwa msitu. Hiyo msitu ya Kinare. Na ni ile tunaenda kutafuta kuni, turudi home. Kuna siku moja, huyo Mukurino, nilikuwa ninachota maji. Nikiwa nimepanda mlima, akaniambia hebu simama wewe. Nikiwa namtoroka, nika trip, nikaanguka. Sasa juu nilikuwa nafunga kamba hivi, nabeba na kamba hivi, kamba ikaninyonga, nika roll nayo mtungi mpaka, na kalikuwa kamlima kameenda hivi. Hakukea, alikuja akatoanisha hiyo mtungi, akafanya kenye alikuwa anafanya na akaniachanisha. Mtungi ikapasuka. Unajua venye nilirudi home, badala wa understand kwa nini nimekuja bila maji, nilireceive kichapo. Anytime nilikuwa naenda kuambia mamangu, ati mami, huyu bwanake anasikia naenda kuongea, anaanza kusema sijui alinipea kazi na sikufanya. So walikuwa wananichapa wote. So sikuwa ati na anybody mwenye ningeexplainia, niko na hii yenye napitia. It reached a point, sasa mimi nafaa kuingia high school, si kuingia immediately. But I got a support, nikapelekwa. Kuna mama mwingine alinisaidia akanitafutia mzungu, nikakuwa sponsored, nikapelekwa Naivasha Girls. Kupelekwa, mimi hata sikuwa nabeba shopping ama anything, but at least nilienda shule. After nimeingia Naivasha Girls, wakati nilifunga shule, nikaenda home, niliendelea na the same things nilikuwa napitia. But nilifikiria one thing, nikatafuta contact, nika-contact my dad. After nime-contact now my biological father, akakuja Naivasha one day, akakuja akanivisit shule. Akanipeleka, akata nikapewa ruhusa, nikaenda nje, tukaenda tukakula, akanifanyia shopping for the first time. Then after shule zimefungwa, I decided to go Western. My mom akakuwa very angry cause nimeenda Western. After me realize nimeenda Western. Sister yake mmoja alikuwa anaishi Western na ndiye alikuwa anasumbuliwa sana na my dad akiambiwa nataka mtoto wangu nini. You see, now that aunt plus another aunt walinisaidia. Ndio nikapata my dad. Akapata namba yake akampigia, akatumana nikuje nipatwe, nipewe simu niongee naye. Akaniambia kwa nini ulienda huko Rogoro sijui. Akaongea hivyo. But walikosana vibaya. Akasema wamekosana na bwanake ati juu yangu. Na hakuna kitu mimi nimefanya. Ati juu nimeenda Western. Hakuna makosa kubwa nimefanya hapo. Only thing yenye ilikuwa inafanya huyu mwanaume akuwe angry ni juu ya ile kitu alikuwa anafanya. But sasa mamangu hakuwa anajua reason, na hata wale hawajawahi jua. So after nimeenda Western, my dad alini-enroll high school ingine huko St. Teresa Kimilili. Nikaenda nikafanya huko mpaka form 4. After form 4, now my stepmother mwenye alikuwa ameolewa na my dad akakufa. Akaacha watoto 3, msichana na vijana 2. So my dad naye alikuwa already ako na msichana mwingine alikuwa amekuwa na mimba. So akaoa tena. After ameoa nikaambiwa ni mimi nitaenda kuangalia huyo mama juu alikuwa na mimba, alikuwa almost kujifungua juu nimemaliza form 4. Nikaenda kumkalisha. Huko kwenye alikuwa anaishi ni place inaitwa Sangalo. So huko ndio nilienda nikamit sasa the father of my first child, Alisa. Nikamit huko, huyo sasa alikuwa anaitwa Arnold. Nikamit huko, alikuwa anafanya kwa butchery yao. Na by that time, hiyo period ya high school na nini, we used to respect watu wenye wanapata grades za juu. And I was a performer also. So when unajuana na mtu mwenye anapata grades poa, unaonekana unaenda na watu genius, wewe pia ni genius. So mimi nilikuwa sasa akaniambia amepata A, alikuwa amemaliza sasa form 4 akapata A. Tukakuwa friends. Mpaka akanipea kamulika secretly. Tukakuwa tunaongea. I did a mistake because I shared my past with him. I told him venye nilikuwa nafanyiwa. Haku react that moment. Yeye akajoin Dedan Kimathi. Mimi sasa sikuwa bado nimejoin. Akaenda Dedan Kimathi akaitwa Dedan Kimathi. Mimi nikaitwa Moi University. My dad akanipeleka Moi University. Sasa nikiwa Moi University sasa ndio tukaanza kumeet.
Akafika point akaanza kujiingisha kwa gang. Hizi gang wakaanza kutumia madawa mpaka walikuwa wanafanya a lot of things. Mpaka wanaenda kuiba nini, wanatumia madawa, anaweka mpaka madawa zingine huku. Anaweza amka tu achukue kisu atake kukudunga. So he used to beat me a lot. Alikuwa ananichapa sana. Akikuja apata sijui napigiwa simu ananichapa. So me I was always scared. Still huyu anakuja hata anatoka Dedan Kimathi anakuja kutembea huko Moi bila kuniambia. Ni my dad anaketa everything. Anakuja tu. Na sasa because I don't want to lose a friend. I didn't know how to have a friend. So nilikuwa nasema sitaki kulose huyu friend yangu. So na junior tu ananiunderstand na ananiambianga alikuwa ananiambia kuna mtu mwingine atakupenda. Wewe sasa sijui hata ushaharibiwa. Alikuwa ananiambia such things. Wewe umeharibiwa, utawahi pendwa. A lot of things, a lot of bad things. So mimi nikaona, nikabelieve. And then sijui venye kunaendanga because kuna venye nilikuwa na feel like it is real. Nikicount Kenya nimepitiwa naona maybe ni ukweli, wacha tu nivumilie. I was in that circle. Now most of the people can say, kwani ulikuwa stupid aje? Mbona you know, the way I'm friendly with him, see the same way niko friendly with my dad. So kuna stories siwezi enda niambie my dad. Yes, my dad can be my friend and is a parent na bado ndio tumejuana, tujakaa sana. So bado siwezi enda nianze kumrukililia kumwambia some problems. So yeye ndiye nilikuwa naambia mambo mingi zangu. He used that against me. Mimi nikamaliza shule, nikagraduate na nikapata job immediately Kinango. Nikafanya job kwa kampuni ikakuwa kama accountant. Nilikuwa nalipwa mshahara poa. Yeye akamaliza lakini hakuwa na job. Akakuja kukaa kwangu. Amekuja kukaa kwangu anangoja mshahara, anachukua pesa zangu. Kama anasema salary nusu nimpatie. Anatoka anaenda, akirudi atarudi kunichapa. So nikapata mimba ya kwanza, nikiwa tu job, akanigonga ikatoka. Nikalazwa hosi 2 weeks, akiwa amehepa. Akarudi like after 3 months, akakuja ku apologize. And I forgave him. Mimi nikaendelea tu kukaa, nikapata sasa mimba ya sasa hako kasichana kangu. So venye watu walikuwa wamejua venye ananigonga, everyday nilikuwa naenda kazi, niko na beatings, kuna venye nimechapwa. Neighbors wangu wakaplan. Siku yenye atakuja wasikie tu amenigonga, akakuja akanigonga nikaanza kubleed Alisa. Sasa nilikuwa na hiyo mimba ya Alisa. Akashikwa na maneighbors wakampeleka police station. From there sana unaona tuko Nyandarua, watu wako wakakasirika. Ati juu nimeshikisha kijana mwenye ati ni baba ya mtoto wangu, ati kwa hivyo nisiwahi communicate na nisiwahi waambia kuhusu mtoto wao. Mimi nikaachana na hizo stories zao na nikamalizana. Mimi nikalazwa hosi na nikakuwa sawa. Mtoto hakutoka sasa, Alisa hakutoka. So tukaendelea kukaa. Mimi nikapata mtoto. After nimepata mtoto, that's where my story begins. A story of pain. After nimepata Alisa, nilimpata in North Kinangop Catholic Hospital. Nilimzaa through CS. Then, after 5 days, after nimedischargiwa, niliacha Alisa na 5 days. Nikagonjeka sana. Nikakimbishwa, nilikuwa na vomit. Pain ilikuanga, though I had that pain before, nilikuwa naambiwa ni ulcers. Unaona ile tunaenda tunakunywa zile dawa ziko na moto. Hizi za unakunywa dawa hizo ni za kupoesha hiyo kitu ya ulcers, omeprazole. I used to take that. But mimi sikuwa najua pain ilikuwa inakuja hapa, inaenda to the back. A lot of pain. Pain nilikuwa na crawl, tumbo inafika huku. Na already nishapata mtoto na niko na tumbo kubwa hivi. So mimi vomit mpaka nikafika point nikaisha. Nikaanguka, nikatafutiwa taxi. Kupelekwa North Kinangop, nikawekwa HDU. Kupelekwa HDU akaona siwezani. Ndio hapo nikapelekwa ICU, nikaenda nikatreatiwa. After that nikapelekwa KNH. KNH sikui sawa, wakaniweka ICU. My dad came from Bungoma. Akakuja ni head teacher, but he left his job. Akakuja kukaa hapo na mimi. Actually, a lot of people came kwangu. That time, nilikuwa na kasichana, kalikuwa kwangu, kalikuwa kasichana kakazi. Kalikuwa kamekuja kuniomba pahali pa kuishi tu, juu boyfriend amekataa kumprovidea na ako na mimba. I let her kukaa kwangu juu nilikuwa almost due. So nilikuwa najua nikimaliza ataendelea kukaa na mtoto na mimi nirudi job. But sasa kukahappen nikagonjeka. So msichana bado alikuwa huko. Madada amekuja. Watu wote mpaka kina mamangu, aunti zangu, shosho yangu wote wakajaa kwangu. Now when
I was told na discharge ICU after 6 months. I left Alisa 5 days. I got out of ICU after 6 months in KNH. Kila mtu akaambiwa bill imekuja aje 3.6. Kila mtu alianza kupack. And by then when they were there, my dad ndiye alikuwa na provide food, ndiye alikuwa na provide nani ya mtoto, maziwa, kila kitu. Wakatoka one by one. I remember my dad akiniambia, wewe usikue na stress. Hii kitu karatasi unaona hapa, hii ni pesa kidogo. Kwani uniamini mimi babako? And I knew very well my dad hana pesa kaa hiyo. But anatry kunionyesha, we concentrate on hili, hiyo mambo ingine nita take care of it. But that man was going through hell. Alikuwa anapanda gari usiku, anaenda Bungoma, anakaa one day, anarudi tena. Juu bado unaona ni head teacher. Na alikuwa to a point of losing his job. Now, my dad akauza shamba zake. Akanilipia hospitali. Akauza shamba zake, akanilipia hospitali. Uzuri nikatoka. Nilikuwa na NHIF. Sikuwa na NHIF. Kwa kazi nikachangiwa pesa kadhaa. Nilikuwa na NHIF, but NHIF ililipa bed only. Bed only. Na ward sasa. Si ICU. Na ward. Sasa, after na ujue sasa ilikuwa imefika point, juu nilikuwa napigwa CT scans sana, ilifika point ikakataa kulipia CT scans pia. So CT scans most of the time alikuwa inaitishwa 7-8,000 hapo. So my dad alikuwa amefika point yenye sasa yeye life yake iko dependent na kuuza kila kitu yenye ana hold ndio ani save. Mimi venye nitoka ICU nikaenda ward, nikakaa like few weeks. Nikakuwa sawa, naweza kutembea hivyo, naweza kukunywa hizo, nakunywanga amino gas, natumianga hizi vitu za kuboost immunity. Hizo ndizo nakunywanga. So nilikuwa natumia hizo. After nimeanza kuwa na strength na either step, nikapewa ruhusa niende home. Kwenda nilirudi Kinangop. My dad sasa akarudi Bungoma. Nikaenda Kinangop. Landlord naye ameningojea. Watoto si walienda. Msichana wa kazi ndiye aliachwa na Alisa. Alisa sasa kako 6 months. Msichana wa kazi akaniambia, sasa mimi boyfriend tumesikizana, ameniambia nirudi. Na hata sitaki unilipe. Akipole kwa yeye je mkuu ukipitia. Lakini sasa landlord on my neck ananiambia nimlipe hizo 6 months zenye sijakuwa nikimlipa rent, ama nitoke niache vitu afungie, siku yenye nitapata pesa nikuje. Akaamua tu akaniambia, wacha tu nikurelease, siku yenye utapata pesa nitakurudishia vitu zako. Hivyo ndivyo nilitoka na mtoto wangu. Nikaujiuliza narudi Western kwa babangu kumpea stress. Anionange hapo kila siku, unajua bado nilikuwa na spend dawa, bado natumia insulin. Kwanza niligonjeka sukari. You know when you have pancreatitis, by the I'm talking about, I was diagnosed with pancreatitis that time. Now this pancreatitis ikaturn to pancreatic pseudosis. Ndio wakaenda kukata wakapata tumor. Now they said it's pancreatic cancer. So that's how it has been. When you have pancreatic cancer, sugar levels zako ni mbaya. So mi sukari yangu will change. And then nilikuwa nime lose weight. I have sent you those photos. You can see those pictures. There was those pictures zenye utaona the way I was. Nilikuwa nimeisha kabisa. So mi singerudi kwa my dad. Ukiangalia venye nilikuwa naona amesafa sana. Nika decide, cause nikiwa kazi nilikuwa nalipia mamangu nyumba. Na nilikuwa nalipia 2 of my sisters. Now the step sisters, watoto wa ule Kiromo. Not my dad. Watoto wa ule Kiromo. Na ule Kiromo venye waliachana na mamangu, alioa bibi na watoto 7. Sijui ni 7 ama ni ngapi. Bibi yako na watoto wazima, wakubwa, vijana wakubwa. So, mi ndio nimeachiwa responsibility ya watoto wake. Mmoja alikuwa high school, na huyu mwingine alikuwa primary. Sasa nilikuwa nalipia mpaka mamangu nyumba. Mamangu venye alisikia niko na job, alinipigia. You see, sasa this period yenye niko sasa Kinangop nimepata job, alinipigia, hata akaanza kunisalimianga nini, kunivisit. You see, so tukakuwa ni kama tumereconcile, but ni ile pesa. So mimi nilikuwa na responsibilities. Although I was young, but I had responsibilities. Nilichukua hako kasichana kalikuwa grade 3, ka last born kama mamangu. Nikakachukua sasa yako form 4, mkubwa sana. Nilimchukua akakuja kukaa kwangu ndio nimsomesha, nikampeleka. Hiyo inaitangwa Kinangop pingine iko hapo, shule ya Kinangop pingine private inakuanga hapo. Nzuri sana. Nikampeleka. Sasa mamangu sasa amekuwa akiniongelesha vizuri, namlipia nyumba. Sasa nimeenda huko,
Na unajua nikitoka ICU nilikuwa nakaa aje? Nilikuwa na vidonda. Reason, nilikuwa nimedungwa sana. Na mtu askari akidungwa sana, vidonda haziponi. Now some of the vidondas nilikuwa nazo kwa miguu kubwa, zilikuwa zimeanza kuwa kubwa. Waliaka madudu. Kuna hizi vitu zinaita madudu zinakaa magunyu. I don't know penye zinaitangwa kwa Kiswahili. Hizo madudu zinaekangwa zikule hiyo kitu. Kuna hizo madudu zinaekangwa zikule hiyo kitu ya sukari ndio hiyo kidonda, hiyo mguu isifike place ukue amputated ama kutolewa yani. Isikule sana unini. So nilikuwa nimefungwa hizo vitu and they smell. So I was smelling bad. Na unaona niko na mtoto. My mama aliyekuwa irritated na mimi. Akafika point akaniambia, unaona ile koti iko pale? Hii nyumba iko na mwenyewe na mimi siwezi kaa hapa na wewe. So by then alikuwa ameanza kukaa single. Siwezi kaa hapa na wewe na mtoto wako nikulishiange mtoto. Kama urudi kazi, ujue venye utafanya. So every day ilikuwa the same stories. Mpaka nikicrawl usiku na uchungu haezi nisaidia. Hakuna makosa nilikuwa nimefanyanga because we were very okay before nigonjeke. Hakuwa ananisaidia, hata haezi nisaidia nitie madaktari nini. Pain medication hata nistafutia. So mimi nilidecide tu nitoke. Nilitoka na kahalisa kangu. Na nimetoka kama nimesimama sina anything. Sasa alikuwa Githurai. Tumeenda Githurai miguu kutoka Mwihoko. Tukaenda Githurai. Kwenda Githurai. Tulikuwa tumetembea kulikuwa kunanyesha. Gari ingine ikakuja. Huyo mbaba alikuwa sasa amenyesha. Yani ako na stress. Hadi shati amefunguanisha macho inakaa red. Akatuona. So now the person I'm talking about ndiye baba ya huyu kijana wangu wa pili. Akatuchukua. Aliona ni kama nataka kujikongesha gari because nilikuwa nimebakisha nothing. Unaona venye hapo panakuanga hapo kwa hiyo barabara ya kwenda KU. Hapo ndio nilikuwa nashinda na Roita tu hapo. Na Kotea Alisa manyanya na Alisa hakuwa anagonjeka although she had no weight. Kalikuwa kanakaa vibaya. But kalikuwa kanakula anything. Hadi pilipili alikuwa anatafuna. So akatuchukua, akatupeleka Maragwa. Nao Maragwa ametupeleka. Mimi najua huyu mtu mwenye amenichukua. Sijui ni nani, but mimi all I want is just mimi fanya anything you want to do, I don't care. Fanya anything yenye utataka. God is good venye tulikuwa kwa street, hatukupata mambo mbaya like being raped nini tulilala kwa hizo vibanda. I do respect vibanda sana. Na respect vibanda. Mimi tukaenda sasa huko Maragwa. Venye alitupeleka Maragwa, alitupeleka kwa kinyumba hakijamaliziwa. Ni kama ushago sasa, ni ushago kwao sasa. Ako na shamba ya 12 acres. Tukakaa kwa hiyo nyumba, the next day akatuma watu watoe hizo mambao zilikuwa tulilala juu ya mbao zimeoza. Zikakuja zikatolewa sasa kutengeneza dirisha, mabati ikatengenezwa penye ilikuwa inamwaga maji, hivyo tukapata kanyumba. Akaenda akatubaia gas, sufuria na kanguo. That's how we started living with my child. Akaniambia sasa wewe utaniangalilia shamba. Niko na shamba lakini imejaa kichaka. Ilikuwa kichaka. Ilikuwa mpaka na hii miti ilikuwa na miba. So huyu mtu amenichukua kumbe he's a married man. Sijui kama they had differences or what. Lakini sasa venye watu wameanza kuona kuna mwanamke mwingine na mtoto, watu hiyo community wakaanza kunitusi. Umekuja kuharibu boma ya wenyewe, sijui nini. Wanataja mimi najua hata mwenye amenichukua anaitwa nani? Sijui. Mimi bora nimepata harufu. Mimi sikuwa nataka anything else. Akaleta nguruwe nikalea nguruwe. After 7 months akatuma pickup ikakuja ikabeba nguruwe. Sikutaka kujua hata ziliuzwa pesa ngapi na I didn't get anything. Nilikuwa na unajua tulikuwa tunaamka 6 na mtoto wangu. Maragwa unajua ni kule kuna kuanga na tumonkeys twingi. Tunaharibu chakula. Tunaitwa to the row. Ule tumonkey ni twingi huko. So tulikuwa tunaamka 6 before the rows ziamke hizo monkeys. Tuende tuchunge shamba. Sasa shamba unaona imekuwa cleared juu niko huko na supervise, imekuwa cleared na mimi nimeanza kurudi clinic. Nikakuwa at least. So vidonda zimeanza kupona. Babangu ananitumia kidogo yenye ako nayo narudi clinic hivyo. In the process shamba yake ikakuwa sawa, ikalima melon nini hivyo mpaka akaanza kujenga tank. Bado natusiwa huko na watu. Ikafika point siku moja akakuja ndivyo nilipata mimba ya Prince. So from there mi unaona sasa nilianza kupata insults kabisa. Mimi nikamwambia nataka nitoke huko. Ndio nikatoka, akanitafutia nyumba sasa huko kwenye ninaishi Kabati.
nikaenda nikaanza kuishi huko. Hiyo nyumba sasa unaona sasa alinitafutia nyumba yenye singeweza hata kulipa. So then nikaona nihame. So in the process nimekuwa nikienda hospitali. Nimefanywa almost 8 surgeries. It's 8 because last week part 1 I was in theater. Hata kidonda yangu hajamaliza kupona, inamwaga usaa. Hata niko na some video bado inamwaga usaa but naiosha bado. Nimefanywa 8 surgeries. Niko na katube ndani ya tumbo, nimefanywa whipple procedure. Nimeenda chemotherapy, nimeenda rounds 10, sikumaliza kwa sababu my dad angeweza kulipia all of it. Alifika place akashindwa. So nilienda chemotherapy. After kwenda chemotherapy, but nilienda chemotherapy after nimepata katoto kangu wako kapili. But sasa hizi surgeries nilikuwa nimefanywa mbeleni juu tumors zilikuwa zina grow. Tulikuwa tunakaa hata mwaka haishi tumor nyingine ina grow. Last year July nilikuwa theater. Nilifanywa surgery nyingine, nikatolewa a very big tumor. Utaona hiyo video. I was removed a very big one, and I also was done another surgery ya kutoa gallbladder. I don't have a gallbladder. I live without a gallbladder. So nimekuwa nikienda hosi not once not twice KNH. Clinics kwenda ni pesa. Kwenda hiyo hosi maybe uende ulazwe ni pesa. Juu NHF nayo ilifika place ikakosa kuketa. Now the problems came here. Watoto wangu I live with my kids alone. Watoto wangu nikienda hosi na waachanga kwa nyumba. Wanakanga kwa nyumba peke yao. Hao watoto. And they are used to. Unaona ako kakubwa katatekia ya huyu mwingine hata wakiwa unajua na waachianga nini snacks ama mkate na maji hapo na watakula. Unajua hawaendangi hata choo nje. Na hiyo mlango hawezi fungulia mtu. Those are the only 2 people wenye nasikianga tu uchungu juu yao. Hawa watoto na waachanga hivyo kwa sababu unaona hivi venye niko, I lost friends, I lost family. The only person mwenye ananiongeleshanga it's my dad. Kila mtu alininyamazia. Nakumbuka nilikuwa point, nilikuwa nawaambia napiga nataka kuenda kwa mtu, hawachukui simu zangu. Hata wale anti nilikuwa nimefikiria wananipenda, hakuna mtu alikuwa anachukua simu zangu. So mimi naishi tu mimi and my kids. Hawa watoto wangu ukiwapata unaweza pata wakinichomoa sindano because they know where my medications are. They know what I take at what time. Hao ni watoto wa 7 years na 5 years and they take care of me. 7 and 5. Alisa ameingia shule akiwa grade 1. Hangeingia shule. Do you know kwa term wanaendanga shule mara counted. Juu naweza amka niko vibaya. Siwezi hata kuamka cause pain ikikuwa excess. Alafu sometimes niko na stitches. Siwezi kuhatarisha kama hiyo time ya exam. Hey, nilikuwa nimefanya sasa surgery wakifanya hii exam wamefanya closing this term. Singeweza kuhatarisha na sina mtu anaweza nisaidia. So ni mimi nijaribu ama nikishindwa waendelee kukaa home. Teacher alikuwa anatuma mtu anawakujia saa 4 wanaenda shule kama wengine washafanya exam. Actually hiyo shule nayo imetake care ya watu wangu vizuri sana. Yaani hawa mistreat. Hiyo ndio favor moja nimepata. Wanawa favor sana. Hao watu wangu hata kama ni they are genius, they don't fail exams. Alisa is a dancer actually, but shule haijanipea stress. Atuanze kuniambia ati mtoto wako anachelewa, mtoto wako sijui hana. They don't. Hata kuna time mtoto wangu kijana hakuwa na trousers na alienda na za home the whole term. Na ama kuuliza and nikaona sasa hii shule haitaki kunipea stress juu anajua Kenya ninapitia. One of the teachers anajua, so alienda akaexplainia headmaster, and then huyo headmaster akakuja akanivisit akaniuliza story yangu aka understand. So watoto wanasoma tu huko. It's a private school but waliwachukua cause hao watoto hawangesoma, hawangewahi soma. So hao watoto they are survivors and they are the ones that take care of me. I've been through palliative care, but palliative care KNH ni very expensive. Kupewa nurse utritiwe hapo. Alafu nakaa hosi nipewe palliative care watoto wangu home wakae na nani. So I just end up going back home. Nakaa na wao. Hata kama nitatapika hapo, they know how to wash. They will wash. Hata kama wataosha miaka ngapi, they will clean up my mess. They take care of me.
the only thing we have now, the dispenser, we got a dispenser ndio waweze kuchemshanga maji ya kunimixia hizo vitu zangu. Alisa knows how to do that. Now I get challenges because you get sometimes unakuwa strong, unatusiwa pia. You know, saizi kwa hii community generation yenye tuko saizi, being sick is also a crime. Kukua mgonjwa ni crime. Ukikuwa mgonjwa unakuwa stigmatized na watu. Unaambiwa una seek sympathy, unaambiwa mambo mingi sana. As for me, unaona ndio nikuje nifike huku, I have to take strong medications. By the way, I use strong medications that are not even allowed. But niko na barua, like morphine and tramadol. I use them kwa sababu my pain is excess. Mtu anajua morphine ni nini, anaweza kuelezea. Ni kumaanisha hiyo pain yangu iko point. Sijui naweza explain aje. I usually have a lot of pain. I know it is God's grace ndio maana nimefika hapa, and I appreciate everything, na huwa nashukuru Mungu kwa sababu ya penye nimetoka na kenye nimepitia, but also it is not easy. It is not easy. Si easy, especially ukiwa wewe, the only dependence uko naye ni my dad. Like ukifeel gas yako imeisha, dad. Nafungiwa nyumba kama sasa niko na rent arrears. Sijui ya miezi ngapi. Anatuma half, ananyamazisha kidogo. Na ujue siwezi ishi Western kwa sababu I'm being treated in Kenyatta. Now from there where I stay to Nairobi it's 100. From Nairobi to Kenyatta it's 50 or 30 sometime. Now when I go to Bungoma, hiyo traveling yote distance, mimi nitaumia sana. Alafu pia kutravel, naona I have a tube, nimekata mara mingi, so it's very difficult. Also watoto wangu wote pia ni surgery. Wote wawili ni surgery. I've never had a time ya kurelax. Hata tuseme ati mtu anapeanga mtoto ana relax. Ninaacha mtoto na even the boy I left him with 1 month. Nikaenda sasa nikafanywa wipo na nikaanza chemotherapy. That's how I've been and I survived like that. But I am grateful. Siwezi complain because I'm managing my pain. I know how to manage my pain. I know how to inject myself. I use insulin because sukari yangu upanda. Na lately imekuwa ikishuka sana. Hata sijakuwa nikijinject sana. Inashuka but huwa inaenda juu sana most of the time. Nafika 28 huko na it's very dangerous. Last week ilikuwa imeanguka mpaka 3-2. I was in a critical condition. Yani nilicrawl niende kwa hospitali juu sina mtu naweza ita anipeleke, na crawl na watoto wangu. Kuna time hata pia usiku niligonjeka na beba ako kadogo kwa mgongo na crawl huku magoti nilijaa vidonda. Kasichana kanatembea hivi. Unajua mtu alitusaidia ni nani? Ni soja mmoja alituona. Akasema huyu ni mnyama mgani ameshikilia mtoto, because anaona ni kama mnyama ana crawl na kuna mtoto anatembea. So akaniona ndio akatusaidia, akatafutia pikipiki nikapelekwa hospitali. Na everything I just call my dad. So life iko hivyo. Sometimes I give up. I feel giving up. Nimekunywa dawa ya panya hata si mara moja. But the funniest part ni ati sikufangi. Nishawahi kunywa dawa ya panya. I know what to give up means. I know how it feels to give up. Nimewahi kunywa hiyo dawa ya panya, nikangoja nikufe na nikajisikia tena kunaongewa. And kuna time nilimeza nikaanguka for 2 days bila kuamka. Watu wanasikia watoto wanalia kwa nyumba, wakavunja dirisha. Ndio waingiishe mtoto mmoja akuje afungue, wakuje waangalie, wakavunja mlango. Ndio wakuje wanitoe, wakanipeleka hosi. I've been through so much. I go through so much. But all in all, I thank God. Na I do smile every day. Ni sawa huyo mtu mwenye sasa baba ya mtoto hayuko. Watu wote hawako, baba zao hawako available. I'm only myself and my dad. Me, the only thing I can tell people ni ati we live by each day that comes. It doesn't matter kenye unapitia. Bora umeona hiyo siku. Na naambianga watu, you know, if you have good health, you are very rich. You are very rich. There are those people that wana insultingi wengine. Like kuna mtu alinitusi akaniambia ati
huyo Kioje hajawahi kufa. Mpaka unapata mtu anani text. If you go to my Facebook page, utaona my journey ya venye nimekuwa, the whole of the journey. So unapata mtu anani inbox ananiambia hujawahi kufa. Like, na huyo ni mtu normal amekutext hivyo. Ukiangalia mtu mwenye amekutext ni mtoto unge expect anaweza kuambia such words. Anakuambia hujawahi kufa. Una break down. Unaona kwani ulikosea nani kugonjeka? I didn't wish to be sick. Unasikia mwingine anakuambia ni kujifanya anajifanyanga. You see such things. But I decided to live that way kwa sababu nili realize the more you share your problems with people, the more you'll get more stressed. The more utajua mapema, the more you'll die earlier. Nakwambia watu wanaweza fanya ukufe mbele yao. Hata si ugonjwa itakuua. Utakufa kwa sababu ya ile mambo yenye una receive from people. Also, mimi naweza taka kuambia wale watu wenye wako na wagonjwa, watu wenye wanapitia the same kind of illness. Hao watu wanafaa kukua very keen. Waangalia hao watu no matter, sometimes sisi hatutakangi financial support. We don't want your money. Sometimes tunataka mtu atupigie simu. Like mimi utapata all the time I'm smiling and I'm happy. I want someone to call me. Are you okay? Uko aje? Watu wako aje? Only that. Si ati sometimes tunataka ati pesa. Every time unaona kama nakupigia unafikiria, "Hey, huyu unajua aligonjekanga." Ukisikia penye mtu aligonjekanga, you put yourself away from that person. Utaki story zake. Utakuwa tu na view, unaangalia unaona kai, alienda tena hosi. Like there was even another aunt that asked me, "Kwani ulirudi theater tena lini?" They don't even know. They don't know. Kwa sababu niliona hakuna haja ya kuwaambia. Hata nikiwaambia, they won't come. They won't visit me. Nimekuwa admitted not once, not twice, not thrice. I don't get visitations. Mimi hujidischarge. My dad akituma Kenya anatuma, naenda mwenyewe huko kwa kudischarge. Na discharge na beba karai yangu, naenda kwa magari. That's how we survive. So kindly everybody that knows someone mwenye anapitia such a problem, whether it's your friend or a family relative, mpe love ya kumuonyesha you are there, mpe hopes. Wacha kumuua na kumwambia sasa wewe unaona kama utasurvive kweli. Alafu kupeangu examples ya sijui nani wetu alikuanga mgonjwa hivyo na akaenda. You get there is 9% ya wenye who survive. We are survivors. As for me, I'm a survivor. I've been through a critical condition, very critical one. Nikiwa naenda chemotherapy, hata mimi hakuna mtu angeamini ningeamka the next day. Wakati nilikuwa ICU, daktari walikuwa wanaona sitatoka hapo. So there is always hope. Si kuona mtu amegonjeka unafikiria that's the end of that person. Right now I can manage my own pain. If at all I can get a job, I can also work. Even if it's a job mzito ya kuinua vitu obvious siwezi inua, but I can work. I have a degree. I've done a degree in BCom. My journey of the sickness, I am fighting pancreatic cancer and I am a survivor. I can say I'm a survivor because I've survived I've gone through treatment. So we call ourselves survivors because we have gone through treatment and you are not yet dead. When I got sick 2019, I was discovered I have a tumor. Actually in 2018 I was done surgery, Alisa's surgery. That was my first surgery. The second surgery was that surgery of being removed a tumor. I was removed that tumor, but after a few months, another one grew. Now that one was close to the liver, which caused me to look, I was yellow. Nilikuwa yellow kila mahali. So I started with pain. Pancreatic cancer, unapatanga pain. Pain ya hapa penye watu huwa wana ignore. From here to the back kwenda around. Pain yenye inakufanyanga mpaka una vomit. Pain inafanya hata unaweza kuwa mpaka yellow. So anytime una discover uko na those kind of signs, unafaa kuenda for treatment. Unapigwa picha ama unafanywa test. Kuna test inafanyangwa inaitwa CA19. So after I was done the first surgery, I was done a CA19. It discovered I have cancer.
pancreatic cancer. So after I was done a CT scan and they saw another tumor, though it was not as big as the first one. They took me and removed the tumor, and then they started my chemotherapy. Now I went for chemotherapy for some few months. That was 10 rounds, but I did not finish my rounds. The money was not enough. I was done chemotherapy. There are some medications that I was given, like fluoro something. There are so many. I can attach them there. I can send you. You see them. I was given 4 types of medications, but not all of them. They were testing which one will favor me. Actually, pia nywele yangu iliisha yote. The time I was having the chemotherapy, nywele yangu ilikuwa inang'oka yote. Nilikuwa nalala hivi, unapata pillow yote imejaa nywele. So nywele iling'oka that time. I went through that. Also, that is another thing yenye mpaka ilifanya watu wa feel ni kama wanaanza kuniambia niko na ukimwi. Niliambiwa ukimwi because nilikonda na nywele ilikuwa inang'oka moja moja. So hiyo pia ilifanya watu wa distance themselves. So the only thing that gave me hope ni my dad alikuwa anatry kunionyesha ako capable. But in between pia nilipata church members wengine. Kuna church nilikuwa naenda ACK, au pia walijaribu kuendelea kunisupport, kunionyesha they are together with me with prayers. So they would bring ushirika kwangu, wanakuja wananiombea, reverend ananivisit hivyo. So after I was done those two, I was removed those 2 tumors. They later said my gallbladder iko na shida, because bado nilikuwa nimeanza kuturn pia yellow zaidi. They removed my gallbladder. I don't have a gallbladder. Now that was the 4th one. After that, I was done radiations. They call it chemoradiation. They say chemoradio, something like that, because you are combining chemo and radio. So nilifanyiwa pia radiation, though I didn't go so many rounds, but I was done radio and it helped. It really helped. At least hiyo haikuwa stressful sana kama chemotherapy. Chemotherapy ilikuwa almost kunimaliza. Chemotherapy, it's medication. Let me explain what chemotherapy is. Chemotherapy, watu husema ati ni kuchomwa. Actually, si kuchomwa. So, unapatana na mtu ukimwambia, nilifanyiwa chemotherapy. Anakuuliza, ulichomwa na hizo vitu zinachomanga watu? No, it's not kuchomwa. Chemotherapy ni unaenda hosi, unapewa kiti comfortable, unaketi, unaekwa line. Kuna hizi line watu huwekwa. Hizo, zinaitwa granules. Ama zinaitwa nini? Hizo zinekangwa. Zingine ni yellow, zingine ni pink, zingine ni blue. Unekwa hiyo line, and then chemotherapy ni dawa iko kama ile maji yenye watu wekwa hosi. Yes, hizo dawa za chemotherapy zinakuwa kama hiyo maji. Unaona hiyo maji yenye watu wanasema ni glucose, inakaa hivyo. So unahangiwa hapo, inaconnectiwa hapo. Unaekwa, ina depend ni how many quantity, ni kulingana na venye wana calculate. There's a way that doctors, they're the ones that understand that. Kuna venye huwa wana calculate. So unaekwa, unakunywa hiyo dose yako, and iko very strong, very very strong, because it is fighting something inside you. So ujue ikifight cells zako, ujue body yetu mostly imebuildiwa na cells. So unaona some cells ndizo dead zenye ziko na hizo cancer cells. So it weakens you. So wakati unatumia hizo dawa, you usually even eat or drink something, and you sit comfortably, you are given a warm cloth, you find other people there also. That's another thing that encourages someone. Mkienda chemotherapy, hukuangi peke yako kwa hiyo room. Utakaa hapo, and there are also another person there. You are all receiving your treatment. Na tuna communicate, you see. Na tukirudi the next session, tunauliza, nani hakukuja? You see. And also we get heartbroken when one of us ameenda, because we usually get information, alienda. Doctors can tell us, huyo hakumeka, alienda. So they tell us. We communicate, we give each other's hope. Unapata kuna ule mwenye ako na breast cancer, unapata kuna mwenye ako na hii. We are of different types there. Kila mtu ako na kansa yake, lakini tunatreatiwa in the same place, na medications zinaweza kuwa almost the same, but kulingana na yenye mtu ina work on that person. Though hata iki work on you, it will have an effect on you.
That is chemotherapy. Chemotherapy ni dawa, si kitu ya kuchoma mtu. Alafu radio ni kama picha tu, sijui nitasema aje, ni kama picha tu okay, unasimama hapo, that's what it does, but ikuchomi, haina uchungu, haina uchungu, iko sawa tu, haina uchungu, iko sawa. So I went from there, I was taken to palliative care because I could not be able to afford any other, there was no any other form of treatment I could have been given. Na unaona bado napitia problems. Nimefanywa surgery, nimefanywa chemo, nimefanywa radio. So waka decide because your pain is still too much, tutakutuma kwa palliative care. Palliative care ni kwenye mnaenda mnakaa kama hosi, unakaa comfortable, uko na nurse mwenye anakuja bado anakuchange diaper, anakuosha, anakupea pain medications. Wanakuweka hizo lines na wanakupea pain medication. Sasa, and you still pay for it. Now, you can decide, I don't want to stay here and pay. Can't you train me venye naweza fanya? Palliative care ni si kutritiwa. You're not being treated. Unakuwa managed pain. Yani, it's like they are trying their ways of you surviving. And when you are being done chemotherapy, nimesahau hapo, unapeangwa period. Nilikuwa nimesahau kusema hiyo. Unapeangwa period. I don't know, not all of them wanaweza kuambia, but mimi nilikuwa nimepewa period. Nilikuwa nimepewa period of 3 months, nitakuwa nimeenda. In a period of 3 months, I will be gone. Wanaangalia mtu, wanakufanya vipimo, wanakuambia you have only these few days. And then because you give up, hata mwingine hata kufa juu hiyo siku imeisha, anajua slowly. Anakosa kukunywa dawa. You can imagine that kind of life. Ukijuanga 3 months ikiisha, nitakuwa nimekufa. You know the last day, nilipeana vitu. Nilikuwa nagawa vitu zangu. Even my kids, I still have those baruas. Nilikuwa nimegawa watoto wangu. Nilikuwa nimewagawa. I had written barua zenye nilikuwa nimeandika. Nilikuwa nimeandika barua. When you are saying bye. The last day yenye sasa nilisema leo sasa ndio the last day ya 3 months. I woke up very early. Kulala siku anaweza kulala those 3 months. Nilikuwa naona ni kama nitalala, nikose kuamka. But also unaona niko na effect ya hizi dawa natumia. Kama hizo morphine na tramadol zinafanyanga mtu a feel sleepy. So zilikuwa bado hata nikijiforce aje bado nitalala, nalala tu kidogo. But nikirealize tu nimelala, naamka panicking because nilikuwa na feel nikiendelea hivi sitaamka. So the last day I cleaned myself up, nikavaa smart na ngojea hiyo siku sasa ndio ninaenda. I was very ready. Very ready. Nilikuwa nimeomba hadi maombi ya mwisho. Hadi nilikuwa nimeita reverend akuja nimwagie mafuta. Animwagie mafuta ya mwisho ndio nikuwe accepted heaven. So that is the trauma I went through. I went through that kind of trauma there. My grandfather alikuwa amekataa mpaka kupelekwa hosi. Alisema mimi msinitreat. Na unajua aligonjeka 2019 na hakumaliza miezi 2. Walimdiagnose 2 months na alikufia kwa nyumba kwa kitanda. Hadi watu walikuwa nakuja huko anasema msiniombe. Alikuwa amefika ile stage ya denial. Because ukiambiwa hivyo unafika hiyo point unaona siwezi. Unaambiangwa you can. A lot of people have been told they have how many days to live. I have hivyo. Then after that, after I got out of palliative care, I came back home. After like a year, I went back and I was done another whippo. Now they put that tube. There's tube yenye sasa pancreatic juice ikimwagika inamwagika direct kwa system ndio iache kuchoma hiyo area cause unaona iko na kidonda. And then hiyo part ya pancreas ikakuwa imeoza sana, so my pancreas is half. Wakanipeleka wakakata hiyo part moja. Huwezi ishi bila pancreas. You can live with it if you can be able to afford medication. Medication ya 25,000 daily. But you can't live without a pancreas and you cannot be replaced. Huwezi pewa pancreas ya mtu mwingine atiweko ya mtu mwingine na endelee kufunction, no. And you can't live without it. If you live without it, like America, people live without it because they are buying crayons.
There are those crayons. Though hata hivi venye niko na problems with the pancreas, it is working but a little. I'm still taking those medication. I'm taking pancreatic enzymes. Those that are doing things like the pancreas, the things that pancreas does. You see? So I went through that, and then last year now, I still got another tumor, a very big one. So I booked a session I booked a surgery in Kenyatta. Daktari wakarecommend surgery Kenyatta, but tukakosa space. Walikuwa na nini wengi sana kwa theater zao. Na because ilikuwa emergency, nikapewa daktari Keno Hospital. So last year I was done in Keno Hospital a surgery. Nikatolewa hiyo tumor, a big one. Then now, this year, I've not finished 1 year. Last year SHA ilinilipia 89. Yes. Actually, watu hawataki kusikia hivyo, but SHA ilinilipia 89,600. Ilinilipia hizo. Alafu hizo zingine nikatoa cash. But ilinilipia. Actually, hapo ilinisaidia. So, this year, now April, I've been in pain from hapo Feb. Nimekuwa in pain na tumbo yangu ilikuwa imehang side moja hivi. Ilikuwa na uchungu, ilikuwa hiki kitu kilikuwa kimemea tena. So and I was vomiting excess, nini. Na ujue pain ikiwa excess mpaka breathing ni difficult. Most of the time nashinda hosini nikiekwa. Then sukari yangu bado inaendelea kukua mbaya. Pressure yangu inafika mpaka 193. So mimi sasa nikaenda KNH, ndio hiyo wakanibukia, ndio nilifanywa 2 weeks ago nilifanywa surgery nyingine. Ndio hiyo bado nina heal. My journey imekuwa very tough one, but I think acceptance ndio kitu ya kwanza. Kujiaccept. Ukiaccept uko mgonjwa, uaccept ati hauna anybody. Ni wewe yourself. Lazima utamove forward, whether you like it or not. Then my kids, they are my strength. Naangalianga hawa watoto, naona without those kids, I cannot survive. I cannot go. Let me just be. Because nafikiranga nikiweza funga hii macho yangu tu hivi niache hawa watoto, hakuna mtu atawashughulikia. My dad is getting old. Na hata ako almost kuretire. Na hata anaretire na loans zenye ako nazo. Hata shamba hajabakisha. So, hawa watoto ndio tu wananifanya naomba Mungu daily anieke uhai. For the sake of them. Wafike ile age wanaweza kujisimamia. Na because I know they are geniuses, they know what to do, I've trained them everything, and they are disciplined. Mungu atawasaidia. So, all it matters ni kukuwa na one person mwenye anakuambia you can do it. God, prayers also. Although sometimes we reach a point unakosa kuomba. Mimi nilikuwa at that point also. Nilikuwa naona hata maombi haiwezi work. Nilikuwa nimefika point naambia Mungu, mimi wewe hata sikujui. Uko wapi? Hii uchungu yote nasikia unakuanga kweli? Because you crawl. Hiyo ni pain yenye una crawl. Unakaanga hivi kama kadogi, una crawl. Na huwezi kaa straight. You have to bend like this. Because ukikaa straight hivi, unaiamusha. I don't know. Ukilala kwa kitanda ni uchungu. So you are always on the floor. So kitu mzuri na kukua at that situation ni kujiaccept, kukua na prayers. Hata kama uta give up sometimes, ukiwa na mtu mwenye anakuombea, pia itakusaidia. Na pia support ya my dad. Although we have been through so much, hiyo pia imenifanya nifike hapa penye niko. Kama si yeye pia, I don't think leo hii ningekuwa hapa nikiongea. I would have been gone long ago. Na si mimi peke yangu, hadi watoto wangu, cause nilikuwa nimedecide siku nyingine niashe gas. Nituanishe gas, itoke niashe kiberiti. Twende sisi wote na nifunge mlango na kufuli. I had decided that. That man has done a lot for me. Na it's not an easy journey. Mtu yote anapitia such kind of illness, si illness kidogo. Na watu waachange kucheza na such kind of illness. Inakuanga sijui. Until hiyo kitu iko kwako, you will not understand. People will not understand you until they experience what you are experiencing. And then mostly gava, ukienda hosi za gava, wanakuuliza nini nauma, basi hiyo ni ulcers. Wacha na hii, unaandikiwa karatasi unaenda. There is, watu waende wakuwe screened. Waangaliwe. Ukuwe sure. Ukiwa na kashida fulani, finyilia, sema hii kitu wacha nifanyiwe test zote. Cause, ni dangerous, mimi ningeenda.
Na watu wengi wenye wako na cancer hawapatangi usaidizi from the government. Cancer ndio kitu moja yenye gava imekataa kushikilia kabisa. Imekataa na hakuna helps. You know the only help I got, nimetafuta groups zote by the way za cancer. I also have, niko na mpaka Faraja Cancer. I have their contacts. I had even gone there. The only thing they were offering me, ati sijui nikuwe nikienda, inaitwa aje, hii kuongeleshwa ni? Hii kuongeleshwa, kuadvisiwa, kuongeleshwa ndio usipate stress. Counseling. Yes, they are offering counseling free. But you go there, they have those cancer machine, those things that treat cancer, but you are paying a certain percentage. And it's very expensive. Hata heri uende KNH. Mi kitu naweza sema ni hii, government inafaa ichukulie side ya medication ya watu wa cancer sana. If at all inaweza support watu wa cancer na medication free, basi watuambie CT scans tulipe. CT scans tunaendanga a lot na MRI, tuzo tulipe, but if they cater for our medications, those are the expensive one. Wakiweza cater for our medications, hakuna kitu ingine inaweza kutukalia sana. And then government recognize machines za CT scan na MRI, but ukitumwa kwa government, like nilishaienda Murang'a level 5, unaambiwa machine haifanyi, ya MRI ya CT scan haifanyi, iko na breakdown. So kama hizo vitu zinaweza kuwa available, unaweza enda hata na hiyo SHA isimamie na usave 8,000 for tomorrow. So the only part yenye government imekwama sana ni kuto provide medication, alafu pia wa provide insurance zenye zinaweza cover hiyo treatment. Unapatanga insurance mingi, nishaienda CIC kuapply, juu already nilikuwa diagnosed, ikakataa, ikasema haiwezi. Hata kama nitalipia haiwezi nilipia treatment ya cancer. You see? So if they can create an insurance ya watu wenye wako na cancer, wanalipia, ama mtu mwenye anajiprotect from, yani family relative, wanasema hata mtu mmoja, wanachukua insurance a whole family, it is okay. Because unaona huyo mtu at future anaweza kukua catered, ama anybody akiweza kuwa mgonjwa in a family. Hatuombi watu wagonjeke, but for the sake of tomorrow, unajua ujuangi kesho, na pia kuavoid, unajua wengine wetu hatukufi kwa sababu tumekosa dawa. Niyo wanaona wanasumbua watu wao. Unaona kama hiyo point nilikuwa nimefika na kunywa dawa juu naona nimeitisha babangu pesa sana. Hivyo ndivyo una feeling, you feel nimeburden hawa watu sana. To a point mpaka mimi nilikuwa naamka naenda kutafuta kazi, na sasa hiyo niko week, alafu jioni narudi naenda na admitiwa tena. Sasa tena naongezea babangu mashida zingine. So nilikuwa nimefika point naona heri kukufa, utoke, umwache endelee na life. So government should do something about it. Wanafaa wafikirie about it. Waweke kama mkono, hata kama si yoyote, kidogo tu. Wanapeana pesa mingi sana zijenge market, manini. But hizo pesa, wanapeana sijui 300 millions. Sijui hizo pesa, kama juzi Ruto alikuwa huko Kabati, nilisikia alisema hiyo soko inajengwa hapo, amepeana 300 billion ama sijui. Hiyo pesa yote, hata akitoa 50 billions, aseme hizi zitaketa watu wako na cancer, inaweza saidia sana. Hizo machines mpaka za kupumua, because sometimes we get difficulties in breathing. Tuache kurentiwa, like unaendanga private unarentiwa na pesa mingi sana. Ukiadmitiwa juu umetumia hiyo machine, bili inakuja juu. Unaona? So they should do something about it. As much as they are looking at everything, barabara, nini. Pia kuna watu wanakufa pole pole because they don't have that support. Then, about anybody mwenye anafeel ame give up. Kindly, mtu hafai ku give up. Ni sawa, mimi pia nilikuwa nime give up. And it is okay mtu ku give up. It is okay because we have to go through that. But every time una give up, ebu kumbuka there is a person, I'm one person here. I have fought that. I have fought that with 2 kids. With no husband around me. Only my dad, na mwenye hayuko hapo. Ako all the way to Western. Na mimi niko mbali, miles away. So, I have suffered day and night alone. Na bado nimemake it mpaka hapa. Saizi hadi nimeanza kupata kanyama kidogo. Sikuwa hadi na... I was looking very bad. I wish you can show those pictures. I was looking very bad.
very very bad. Na ungeniona kitambo venye nilikuwa nakaa, I was looking very good. Nilikuwa very healthy. I was in Kinango but siko navaa sweta because nilikuwa healthy. Nilikuwa na sweta asubuhi. Na ni Kinangop, unasikia Kinangop kwenye maji mpaka inaweza kukuchoma mkono juu ni venye ni baridi. So all I can say ni watu wakuwe strong na waamini everything yenye inakuja kwa maisha inakujanga for a reason. Na Mungu hawezi kupea burden yenye wewe huwezi weza kuikari. If at all Mungu amekupea hiyo burden, ni kumaanisha anaenda kukuletea ways of you getting out of that. Mimi nafikanga point naona hata kesho sina dawa, lakini Mungu anafanya kitu na napata hizo dawa. I live by believing. I believe each and every day Mungu ako na reason for me seeing that day. Na as long as una breathe, unafaa kupush forward. Unafaa kupush forward no matter what. Hata upitie, lazima upush forward, lazima ubelieve. Kubelieve na kukuwa na faith na kujiaccept. Unajiaccept, unaamka unasema niko mgonjwa, yes. What should I do? Kama venye nilienda kuuliza, can I get to know how to inject myself? Upate uone naweza ji-inject, sawa, nifunze, nitafanya aje, nitamesha inatoshana aje, nitajidunga, ni vizuri nijidunge hivi na hivi, yes. Ujue kujidunga, you have saved a lot from living in the hospital. At least hapo hata mwenye anakusupport atafeel, hey, this person is also trying. Na pia mwenye hayuko mgonjwa, pia acha kuonyesha huyo mwingine ako mgonjwa sana. Like Mr. Kangi, watu kunionyesha like you're almost dying. Like then when I was looking like that, hata sikitambo last year hapo, mtu anakuangalia hivi anasema, kai, huyo hata make it. A lot of people walikuwa wananionyesha siwezi make it. So as much as we are going through this journey, wengine watakwambia uta make it, mwingine atakwambia wewe ni strong. Na uendelee hivyo ukijuanga you are strong. Alafu pia it's good not to listen to other people's opinions. A lot of people will have their opinions. Some people will say, hey, she doesn't look sick. But that person has never seen you. Huyo mtu hajai kuona, hajui kenye umekuwa ukipitia. Umekuja umejitokeza wakati umepata nguvu ya kutembea ndio ukakuja ukaambia, because there is a person mwenye ako KNH amelala, haezi kuja kupeana story. So I'm giving this story to anybody mwenye anaweza jua a person mwenye ako msick ama mtu mwenye ako msick mahali na anaweza sikiza hiyo story, ajue anaweza make it also in life na ajue ataweza kuamka siku moja na atembee. I was also not walking. So hii life ni kujiamini na mkuwe strong. Lazima tukue strong no matter what. Hiyo najiambianga is a must. Hiyo iweke kama a must. Anybody that can be willing, mwenye anaweza kuwa willing kunisaidia kununua dawa, because that is the only thing that is training me now. If I get medications, naweza shukuru sana. I know I'm struggling mpaka food, watu wangu ulala njaa sometimes, but medication ndio inatufanya tunakuwa tumefinyiliwa kona. My dad najua ako tired. Nikiweza pata people that can support him with the side of medication, clinics na nini, atanisaidia kuenda. But medication ndio imetukalia sana. Utapata in a week tuna spend 20,000, of which it is very expensive. If anyone can be willing to support, anyone that can be willing also to maybe sponsor my children, I can appreciate. Yes, I can appreciate, because I also want their future to be perfect. Ilitaka wafike point yenye wako na stress kama yenye nimepitia. I am grateful, na si vizuri kuomba, lakini always say we are all here to support each other. Tuko hapa kushikilia huyu, unashikilia huyu. If you feel you are okay with that, you can do it. It is not a must. So watu wasikuje wani attack, because people attack. I know people attack people. They attack a lot. So if anyone is willing, they can support. They can in any way they wish. Food, clothes, we accept everything. My number is 0714850322. Anjeri. Akiwa mimi nakuhurumia wewe sasa. Guy, sasa usikize story kaa 10 mchana mmoja unaweza kulala.